hapo. And listen Nasikia to my fellow Roman Catholic family. Kwa nye familia yangu wa Roman. Even as I'm speaking right now. Hata ninavyoongea sasa. A funeral msiba is about to come in your house. Unakaribia kuja nyumbani kwako. This is like something that has to do with a loss of a leader. Hii ni kama inahusiana na kumpoteza kiongozi. As a religious leader. Kiongozi wa dini. Are you getting it? Unanielewa? So take note of that. Kwa hiyo andika hilo. Yesterday I talked about America. Jana niliongelea kuhusiana na Marekani. And a leader in Tanzania. Na kiongozi wa Tanzania. Today I'm talking about a leader in the religious fields. Religion fields. Naongelea kiongozi wa dini. And I specifically even pointed out that it's from the Catholic Church. Na sana nimeongelea kutoka kanisa la Katoliki. So there it is. Kwa hiyo ndio hivyo. Now, sasa Ready in our Easter Sunday. Tuko tayari katika Jumapili ya Pasaka ya leo. I believe you're having a very good Sunday. Nina imani ya kwamba umekuwa na Jumapili njema kabisa. How have you been spending your Easter Sunday? Leo umefanya nini katika Jumapili ya leo? Ya Pasaka ya leo. You know that's a very good question. Unajua hilo ni swali la msingi sana. You know, whilst we are celebrating wakati tunasherehekea Jesus rising from the dead, Yesu akifufuka kutoka, there are those who are dying actually today. Unajua kuna wengine ambao wanakufa kabisa siku ya leo. Jesus is rising and others are dying. Yesu anafufuka na kuna wengine wanakufa. Imagine that. Jaribu kutafakari hilo. And this is a Fox News Alert. I'm Ashley Strohmeyer live from New York. Somber news from the Vatican, especially following Easter Sunday, with word of Pope Francis has died. The 88-year-old pontiff had been hospitalized since February 14th when he was admitted to Rome's hospital after a week-long bout of bronchitis got worse. Later, it was revealed he suffered from double pneumonia. Yesterday, things did take a turn for the worse, with the Vatican